kwa tunakamata leo sendo wananikamatia wapi sijui. Vaa suti twende wapi kwenye sendo. Unaona Mungu jinsi anavyofanya. Anafanya tena. Acha mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu utakuwa na mashaka kwenye maisha. Utakuwa na wasiwasi kwenye utongoza. Mungu tumekaa Mungu amenani yani hata chips tu tulikuwa tunazitamani. Tunajua ndio tunazungumzia hapo kwenda viwango vingine. Watu wanatamani hata chips. Na chips yenyewe viazi tu ndio tunaitaka chips. Sio ibada na yale. Viazi tu hivyo tunaita nini? Chips hizo hizo. Nasema Mungu anatamani kama vile chips sasa. Mungu anaweza kufanya kiutani, Mungu anaweza kufanya. Akashangaa dakika 2 mtu ameleta nini? Analeta chips. Mungu anataka kutufundisha imani. Vitu vidogo unaweza kuvisahau, lakini hivyo ndio Mungu anaweza kufanya zaidi na hivyo. Haleluya. Sasa namalizia hii kwa siku ile nikashangaa kitanda kipo, siku na basi suti ndio kitanda kipo kimekuja. Siku hiyo na basi suti sijui nani takataka zote za ndani kochi sijui nini vurugu zote mpaka TV sijui nini matakataka yote yale ya ndani yakaja siku hiyo na nyumba kokani na ndani mtumishi wa Bwana kijana wa Bwana omba sababu wewe kumtumikia Mungu kuna faida. Hebu kwa kidogo kuna faida. Sasa kaeni tu kwa kioleo mtajua wenyewe, lakini kumtumikia Mungu kuna faida. Nasema ukimtumikia Mungu kwa uaminifu iko faida kubwa kuliko kawaida. Mungu anaenda kufanya mambo makubwa katika maisha yako. Haleluya, watu wa Bwana. Natamani hili kanisa Mungu alihudumie na watu wake wakabarikiwe sana mpaka watu wengine waje waende hapa. Sio unanielewa wapendwa? Tunataka watu waje waende kwako, sio wewe uwe mtumwa wa watu wengine. Hata wewe mtumwa wa watu wengine na wewe ufike mahali umiliki vya kwako. Hiyo inawezekana katika jina la Yesu. Kama tunamwamini Mungu inawezekana. Kama tukiamua kukubali kunyenyekea chini ya mkono wake, Mungu lazima atuinue tena katika viwango vingine. Na hii ni kesi ambayo wewe mwenyewe inabidi uistaki, ukate rufaa, useme sasa nataka niendelee kwa nyingine za kumwamini Mungu, na hiyo inaenda kutokea kwako katika jina la Yesu Kristo. Natamani kuona watu wakimwamini Mungu kupita kawaida, hata katika ile biashara yako uliyokuwa nayo ndogo, hiyo ina uwezo wa kukutoa kimasomaso. Haleluya. Na watu wengine wakashangaa, wakikutazama leo wanasema huyu alianza mdogo tu. Watu wa Bwana tunataka tutembee, hatutaki kusimama, tunataka tutembee, tunataka twende, tunataka tuendelee, na sio kutembea tu, tufike mahali tuweze kukimbia pia. Na kanisa ndilo tunahitaji sasa, sio kuongea peke yake. Tunataka vitu saa hivi toke. Ni wakati wa kufanya na watu wake. Lakini Mungu anapoangalia watu, je, wapo tayari? Anapokuangalia wewe, je, uko tayari? Akiangalia namna hii, je, uko tayari? Unataka kwenda, unataka kufanya zaidi ya hapo, unataka kuenenda zaidi ya hapo. Anaangalia moyo wako. Kuna mioyo mingine imekata tamaa, kuna mioyo mingine imefika mahali inafikiria kana kwamba haiwezi katoka hapo kwenda hatua nyingine. Nataka nikwambie mpendwa, inawezekana tukimlia na Bwana, tukiendelea kumlingana na Mungu vizuri, utatoka hapa kama Bwana aishivyo. Majira ya Mungu. Wakati nakana mtumishi wa Bwana anasema, mwanangu sikuanza mimi kazi hapa bado. Anasema kuanzia mwakani ndio kazi yenyewe inaanza. Wakati itakapoanza mwakani, natamani na wewe uanze kwa viwango vingine. Nataka na wewe uanze kwa viwango vingine kama Bwana aishivyo, na ikawa hivyo baraka zaidi kwako. Hakutaki tena kawaida. Kama hao wengine wanafika mahali wanasema tusile ili tuishi. Amen. Sio tunaishi hapa duniani ili tu yani tuseme tusindikize tu wengine. Mimi nimekataa kusindikiza wengine. Kuwasindikiza wengine sipaki. Mimi bado nataka niwe mkuu wa msafara. Haleluya. Hivi unajisikiaje kwa mfano siku ile Musa ndio ameteuliwa yeye kuwa mkuu wa msafara wa
Israeli yote. Musa alikuwa anatembea kwa mfano, ametangulia kule mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tukusukwambia tu wewe, kiongozi akiteulia, wewe unakuwa hapa kiongozi kwa ajili ya wengine, unatembea kwa mfano. Maana kila kitu unabebewa, kila kitu unabebewa, sio na nini, unawekewa sio na nini, unasikia kuna raha fulani. Amina. Iwe kwako sasa. Ile furaha ya watu wengine wanaipokea iwe kwako sasa. Yale mambo ambayo wengine wanafanyiwa iwe kwako sasa. Usione tu kama vile giza haitatokea. Nasema ni wakati wa Bwana utatokea. Ninarudia tena kwa neno hili la kinabii, wakati wa Bwana ukifika inatokea. Na majira ndio haya. Bwana amekumbuka kanisa lake, anakumbuka watu wake. Jioni ya leo Mungu akafanya tena jambo jipya kwako. Sio bure. Hili jambo sio bure. Mungu hawezi akaleta tu jambo ambalo halina maana. Unajua kanisa tulipo katika mpango mkakati wa miaka 13 ya moto wa Musa. Lakini kusudi hili tunaona lengo kabisa kuinua viwango vyetu vya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuinua viwango vyetu vya ibada. Sio ibada tu wapendwa, hata kuinuka kiuchumi. Kuinuka katika maeneo mengi. Tuendelee kuna amani. Lakini wapendwa, ukifanya tathmini, sisi wengine tu bado kwenye ndoa za watakatifu wengi siku zinalia. Vijana ndio kama hawa waeleweki. Yaani wapo tunao makanisani lakini vitu havitokei. Sisi tunasema kanisa la mji wa makimbilio. Watu wanapokimbilia mahali hapa wapate kupona, wapate kufunguliwa, wapate kusaidiwa, na inawezekana tukisimama pamoja. Kubadilisha mtazamo wetu inawezekana kuleta matokeo makubwa. Haleluya. Naomba usimame. Na leo nilikuwa naweka msingi. Nataka kuomba. Nataka niombe. Tunaomba sana kila neno linapokuja. Tunataka tuombe. Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko hapa kudhibitisha neno lake. Na nataka nikuambie, mpendwa, utatoka. Na kutamkia utatoka. Ukiamini utatoka. Hatutakuwa tena watu waomba. Hatutakuwa tena watu wa kupanga. Hatutakuwa tena watu tusiokuwa na matumaini. Sasa tunaenda kuondoka na matumaini. Tunaenda kuondoka na kitu kipya. Tunaenda kuondoka na imani mpya. Tunaenda kuondoka na vitu vingine kabisa. Endapo tutaendelea kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu uliokuwa hodari, naye anasema anatukweza tena kwa wakati uliokubalika. Majira ya Bwana ni haya kwa jioni ya leo. Mungu anataka kufanya jambo juu ya maisha yako. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Roho Bwana ninayemwabudu, ninayemhubiri, ninayemtukuza yuko hapa jioni ya leo kwenda kufanya mambo kuliko kawaida katika jina la Yesu Kristo. Na kama ni Bwana akumbuke maisha yako, akumbuke agano aliyofanya na wewe, akumbuke